Asante sana. Karibu mama. Asante sana. Dada yangu Cheruto, ndugu yangu Mwangi wenye sherehe, wasasi wa Cheruto, wasasi wa Mwangi, wale hawakupata barua lakini walichipata hapa. Naona akina Rebeka wako hapa, sijui kama alialikwa lakini hapa. Wageni wote marafiki all the way from US. Hey, acha munera kiptaya. Tunibu hata Mungu kumaiweka waki US. Watu wote ambao wamefika sherehe, naomba niwasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Fanya hivi, haleluya. Sitawaambia mimi ni nani, nitaongea kwanza dakika 10 nimalize. Nilitasama hapa na nikaona nikasema hole hii iliundwa lini? Hii ni miti ama ni forest? Lakini Cheruto utai tufanya vitu. Hii ni nini sasa? Yani unajua kila sherehe iko na style yake. Na mimi nilisema ukifika sherehe ya mtu style up. Ukiona sherehe haikubambi eta. Ukifika sherehe ya mtu ukipewa kiti keti. Watu wakiimba, watu wakiruka, watu wakicheka, watu wakilia. Sasa sherehe hii ni ajabu sana na mimi nimefurahi. Haleluya. Wengine wanasema kwa wale ine ana maine. Habari hapa. Walisema mlima imetereza lakini aki Mwangi umetelezea tu hapa. Lakini Mwangi hata wewe kweli. Hey, Cheru. Wewe la kwete. Uchomune la kwete. Mie ole mie. Kara. Nyolanyi. Uchomune mie. Okay, tunasema karibu nyumbani Mwangi. Sherehe tunayo wa mama, shika mkono. Nikisema sherehe tunayo hatuna, unasema tunayo. Hata kama yako imeanguka, mimi siku kwa mkigongesha, shika mkono hivi. Sherehe tunayo hatuna, unasema tunayo. Hata kama yako ilifunjika, shika mkono. Wase muache hiyo, mtavunjika, wachana naye. Wase tuweka zero balance. Weka mkono wa mama, sherehe tunayo hatuna. Hey, hata kama shida imekugonga wewe peleka. Sherehe tunayo hatuna, tunayo. Hey, Jesus. Tunataka kupongeza dada yangu Cheruto kwa kutuletea sherehe nyumbani. Toka nje upate bwana. Hey, yani mtu anaenda US badala angerudi na dollars, anarudi na dola na bwana. Hey. Jehova man. Hey, lakini kuna Mungu ya kila mtu. Cheru, Kongo iwe lako. Kuja tukupigie makofi. Kuja mama. Kuja tukupongeze. Po. Amefanya achafanya. Kutuletea sherehe kama hii. Area hii. Hii boma. Po. Nyonye lako. Chomune lako ni wewe tenden gipta. Kuja tunasema karibu Kenya, karibu Kenya. Kuja pole pole. Sherehe yako. Mtu akiwa na haraka. Ngoja DJ, sherehe yako Cheru. Nataka ufurahie. Kama mtu akupata mchele, aenda anunue kunia. Iko sawa? Kuja hapa. Chochote isikusumbue kwa hii sherehe. Hii ni sherehe yako. Kuja pole pole chamune. Lakini Mwangi ulipata bibi to. Akia Mungu kama hukuangukia, uliangukiwa. Wananchi mnasemaje ama waliangukiana? Na ukiona yako aliangukia wewe ama uliangukia? Kuja ndugu yangu Mwangi, just come my brother. Just come and shake my hand. Hey Jesus, watu wanapatanga bwana. Kuja ndugu yangu. We, unaangalia bwana ya mtu mpaka unasema ni mbaya ya bibi. Kuja ndugu yangu, karibu sana. Karibu Kenya. Welcome to Kenya. Welcome to Kenya. While you are away ngakona kupetenet. While you are away. Nani? Okay, wache vitina. Naona akina mama nani wanataka hiyo vitina. Weka mkono mbele. Rudisha nyuma. Yeye, toma tumdara. Weka mbele hata kama wewe ni weka mbele. Wachoyo muweke mbele. Rudisha nyuma. Hiyo ni ya Mwangi. Ngoja mama. Mwangi, pongeze my brother. Sasa ulipopima kabisa ukaona wewe ni mweusi. Ukapima, ukasema ulete brown. Akia Mungu acha nikuambie vile mnakaa kwa hii sherehe. Mnakaa capsules. Unajua capsules, ile dawa capsules, kichwa ni nyeusi alafu hapa chini ni red.
Amuoni capsules hapa ama ni mimi peke yangu? Sasa shida ya capsules huwezi kata nusu umeze. Lazima umeze yo. Weka mbele. Ya capsules wenyewe rudisha nyuma. Wekelea. Ya pili. Hey. Yani kuna wala washiki network siniki. Yani mpaka mashida ya kwako unaleta sheria ya matajiri. Peleka sita yako mbali, weka mbele. Rudisha nyuma. Wekelea. Twende ya pili. Wewe. Twende. Chomune. Woyane. America. Ko tablet. Ko mtu eche ruta. Ko yo. Gebe mama. Get this. Twende ya mwisho. Thank you so much my sister. Hiyo ilikuwa yako. We appreciate you. Munipike picha. Sikusi Cheru. Sikusi sichakusa. Hata nyinyi mnaona sichakusa. Sichakusa. Sasa nataka tupikie Cheru makofi kwa kutuletea bwana yake. Lakini ulio bibi mrembo tu. Hata kama utawin vitu vingine ndugu, umewin urembo. Tulisema kama umekaa na bibi miaka 10 na bado mkiangaliana hivi, sura yake inakuchekesha. You need to be celebrated. Wacha taona kama kuna watu wa kusherekewa. Nikifanya tabia Cheru moja, twende. Thank you so much Cheru kwa kutuletea bwana yako. Ubarikiwe sana. Sasa naomba uescort kidogo. Pole pole ki America style. Oi kati ikawa tenewe Mungu. Lakini ngote kunoni netita. Hapa naenda mbele ya bibi. Hai sawa tu muachane, achane. Wewe enda ndugu, enda tu. Kuna watu 3 nataka kupongeza. Kabla sijaongea. Wale wote walisimamia sherehe. Ni karama kununua suit na sio wewe unaoa. Kama umesimamisha sherehe, umenunua nguo. Hata wengine ndoa imekwama, lakini alinunulia Mwangi suit. Simubarikiwe. Sijasema nyinyi, lakini mbona mnakaa suspect? Yani kuna wengine hata aongei na bibi kwa boma, lakini alipima suit. Unajua hiyo ni kumaanisha even if mine is problem, I will celebrate yours. I want to celebrate you guys. Oh my goodness. Kama ulipima nguo kwa sababu ya hii sherehe, jipigie makofi 2. 2. Kama ulirudia nguo ya sherehe nyingine hapa, piga 1. Kama ulipaa bora uwai. Nani unatuletea sherehe nyingine hapa? Wala mmepima nguo kwa sababu ya sherehe. Ndoa yako haiendi vizuri, lakini ukapima. Baka ukafanana na sherehe. Mubarikiwe sana. God bless you my dear ones. Hata wengine labda una ndoa, lakini ukasema wacha nisherehekee ndoa. Labda yangu itafika. We say clap for others until yours. Amen. Watu ya pili nataka kufurahia kusherehekea hapa ni mtu amevaa kimasai na si Masai. Kuja hapa ndugu, kuja. Unajua huwezi kututesa sana. Tunajaribu kutafuta uruge na urugi. Ndugu, nilifikiria wewe ni Masai ya Mungu. Unajua wa Masai wanaruganga juu, mpaka wakirudi chini wanaruga kila kitu, mpaka wanaruga mimba. Salimia wa Masai mahali. Lakini hii dunia, nilifikiria ni Masai kabisa. Nani alifikiria ni Masai? Kuna vitu ukinotice tu kwa mkutano unaangalia. Si ni kweli? Watu wa mwisho nataka kukongratulate ni videographers. Videographers unajua watu wanasimama kutoka asubuhi mpaka jioni. Anatafuta ucheke ndio akukaribia. Na videographers pekee wanaruhusiwa kukuwa na picha ya mrembo kwa simu na anaambia bibi hii ni kazi hii. Na kumbe pia anaruhusiwa kusumu mtu yeyote amependa kwa mkutano. Naomba mtanisume. Sasa kwa sababu ya wakati nimepewa dakika chache na chulishwa wageni wanatoka mbali. Si ni kweli? Mimi ni yule ninaongea kwa sherehe. Nitawaambia mimi na ama nichiseme. Niseme mimi naitwa Pastor Daktari Salina Chelimo Cheruyot Wekesa. Nilisaliwa Baringo, nikaolewa Western na ubiri Nandi. Uko na siasa nyingine? Nataka nipongeze Cheruto na mimi na watu wengine. Nilisema wale wa mama wamefuka kabila yake kuolewa na kabila nyingine.
hawa wamama wanafaa kusherekewa. Maana wamama peke yake dunia hii ndio hawana ukabila. Akipata Turkana, apate Mkikuyu, apate Muluya, bora upendo. Asante kwa kufunja ya ukabila. Na nikasema Kenya hii tunafaa kusherekewa. Nilisema ipelekwe bunge, idiskasiwe na ibitishwe. Tukue kwa Kenya na kitu inaitwa International Intermarriage Day. Unafikiria kufanya mapenzi na Kiswahili ni rahisi? Unajua wewe umeoa Mkikuyu mwenzako, sisi tunang'ang'ana. Wewe unafikiria mnafanya mapenzi mpaka mtoto anazaliwa na Kiswahili? Sasa ina umekasirika unasiambia ne kurui. Sasa hakuna kurui kwa Kiswahili. So we are saying Cheruto, we celebrate you. You have break the barriers. You have shown us we can go beyond the tribe. This is love beyond the tribe. Hallelujah. Na nimeambiwa wanaishi Amerika. Po, tayari. Tunibu atachoba. Hii ni upendo beyond the seas. Unajua wangekuwa hata na ruhusa kusema koito yao ifanywe kwa simu. Na hakuna kitu mngepinga. Makokula kwa heshima ule. Mtu kuleta bwana yake. Angesema umelikuwa nyeko kiri TV. Tungeangalia. Lakini Cheruna huyu Mwangi wakasema watu wakule sherehe nyumbani. Tuwapigie makofi tafadhali ninapomaliza. Kwa sababu hao wako mbali, wacha tunisaidia hawa mambo tatu. Ndugu yangu, unajua Kenya kukiwa na shida mnaita familia wasuluhishi. Sasa mnaishi Amerika. Nitakupea tu njia 5 ya kusuluhisha mashida, maana sisi kitambo tupande ndege. Njia 7 ya kusuluhisha mambo yenu, my sister, we say we disagree in marriage to agree. Na sababu hatuna watu wa kuwasuluhishia shida huko ngambo, nisaidie tu nikueleze my sister. Tunasema ndoa ni kama gari. Nyinyi wawili you must maintain. Kabisa. Unajua ndoa ikivunjikanga, nani ni suspect wa kwanza ndoa ikivunjika? Ndoa ikivunjika yoko metake kapchi. Watu wakiwachana suspect ya kwanza ni nani? Ni hao wenyewe. Haikuwa hao wenyewe. Kuna mmoja anashangaa alivunja juba. Ni nani? Ndoa wawili, for marriage to move forward, you must maintain the two of you. Iko sawa my sister? Na tunasema respect kwa ndoa ni kama steering ya gari. Kwa hivyo mkitaka kuingiza gari kwa msituni, mkosane na muache heshima. Tunasema heshima iwekwe mahali pake. Iko sawa my sister? Sasa njia ya kusuluhisha issues, mkiwa tuna issues yenu, njia moja we say we disagree to agree, but we say when there is a problem, attack the problem, not the person. Wakati shida imetokea mkiwa Amerika, sisi hatutakuwa, mimi nitaenda kwa saa hizi, kukiwa na shida, don't attack each other, attack the problem. Unasikia sister? Before ufikirie nataka kunyoa, tafadhali tafuta shida hii iko wapi. Watu wengi wanauana, baadaye wanasema hata hii kwa serious. When there is a problem, my brother, attack the problem, not the person. Na siku hizi wanawaga wachapwe. Kama ingekuwa ni mchana, ningekuambia njia 4 ya kuchapa mwanamke. But kuna wale wataweka in action. So nimewacha hiyo siasa. Number 2, wakati mume disagree. Sababu watu disagree, right? Tunasema kama mjai kosana na mtu yako, kuna moja anadanganya. One is pretender. Nani hajai kosana na mzee yake siku moja? Nani mzee achai nyamasiwa kwa boma? Mpaka mzee aone kama atakuzeka kule mama inori. When there is a disagreement, my brother, we say lower your voice, especially to my sister. Wakati mmekosana, tafadhali wacha kushautiana. Kama kuna kitu wanaume hawapendi ni kushautiwa. Maana analembeje? Mwanaume akishautiwa anafunganga gate valve. Anakuangalia tu kama drama, kama video. Na unajua research inasema hii watu wako na mwili kidogo wanakasirikanga haraka. Sijui kama ni ukweli. Sisi wenye tuko wanono hivi kitambo hasira ipige kwa mwili yote inachukanga muda. My sister, when you disagree, please. Na kuomba sijui tabia yako lakini lower your voice. Na tulisema wamama, kama bado mkikosana na mzee bado unaitwa Pep.
kwa argument. Wakati mnakombana kwa nyumba, bado unaambiwa my babe come. Sweetheart, ujue bado uko safe. Kama kwa disagreement bado unaitwa babe, hiyo ndoa bado inasimama. Lakini kama mmekosana sema we, ujue mambo imeanza kuharibika. So when you disagree, my sister, in your family, please lower voices. Don't shout to each other. You know, when you shout, unaongeza stress, hasira juu ya hasira. Sasa my sister, ni kama maji ina boil alafu unaongeza moto. Tafadhali, ikiwezekana wakati mmekasirikiana, lower your voice. And that comes to you, my sister. Wakati tu unasikia kupiga nduru, just lower your voice. Na hakuna watu wameaipigana wakiwa wanaongea pole pole. Kweli rongo? Mnapigananga wakati kila mtu anapiga nduru. Unajua wakati watu wanapendana karibu na maliza, hata mkiongea pole pole mnasikizana. Unakumbuka mkianza ndoa yenu? Ulikuwa ukimwambia kwera. Hata mko mnaongea ilikuwa science. Mlikuwa mnaelewana. Waacha mkosana. Mko hapo umepiga nduru lakini hausikini kama anasikia. So when people disagree, their hearts are far from each other. Lower the voice. Don't shout to each other. Sisi hatutakuwa Amerika, mtapigana. Kukiwa tu na nini, msipigane nduru. My sister iko sawa. Usirushe vikombe ufunje. Tulia tu, breathe in, breathe out. Number 3, we say when there is disagreement, take break. Mwangi. Hao wazee wa Kalenjin sijui kama walikuambia. Wakati mmekosana na mama, usiendelee kukaa hapo. Maana mama ataendelea kuingiza maneno na stress, hasira inapanda na Mungu wa Amerika. Tunaomba ukiona imeboil sana. Dawa ya wakati maji imeboil sana unafanyia nini kuni? Unatoa kuni. Wazee wa Kalenjin wanajua. Yelge. Unaenda pole pole, enda futa hewa, rudi baadaye kuja suluhisha. Sasa shida ya wazee wengi wanaendanga wakiendanga, hawakuji kusuluhisha hiyo kitu. Na ndio unapata mama anasema itaishaje kama haikuangalelewa. Ama cheke ngalale engai. Ukutikia. Mzee hata akumbuki kumbe alipotoka gate hivyo ndio vile alienda. We say when you avoid a mistake, you have no mistake. So when there is a problem, my brother, kidogo una take breathing out. Because mkikombana kwa nyumba, mtachoma nyumba. Na Amerika nasikia ukichoma nyumba unafungwa, sijui kama ni ukweli. Hapa mnachoma na kusema kola lenege. Sasa mkiwa na shida, my sister, even you can take a break. I'm not saying you separate. Toka tu kwa nyumba, breathe in kidogo, rudi. Sawa sawa. Number 4, because of time, we say when there is a problem, always learn to apologize quickly and sincerely. You know, some people are too big to say sorry. Na kila wa mama wanasema aseme tu pole. Nile suluhisha issue nyingine, mama anasema motinge ngolio, sina maneno na hii mtu lakini aniambie tu. Na mzee anasema nimesema kindani. Mama anasema sitaki hata aniongeleshe mingi ama chokolene. Kweli wa mama ama ni uongo? Mama anasema huyu mzee tu aseme, akiniambia tu nisame itaisha. Na wasi wanaona hiyo kitu ni mkuu. My brother, don't be too big in your marriage to say I am sorry. Sometimes you are not apologizing, you are not belittling yourself, but for the sake of marriage. When there is a disagreement, don't be too big. So my brother, like na mwangi ni mtu mzuri. My sister, don't be too big to say I'm sorry. Sawa sawa. When there is a problem, just apologize, because when we become too big in marriage, that marriage. And we could wish you people, you live together. And we say finally, listen to understand, not to win. Number 2, wanaume hawapendi kuitiwa mkutano enye hawajui agenda. Usiwahi pigia mzee simu mwambie alo, anataka ufike leo mapema, kuna vitu haiende vizuri kwa hii nyumba, nataka tupangane. Hiyo ndio siku gari itapata panga. Hiyo ndio siku pastor ataitana mkutano hakuna. Tasikia mzee anasema tuliitwa mkutano usiku na wazee hawapendi kuitiwa mkutano yenye hawajui agenda. When there is an issue, usimwambie mapema. Sasa just wait, akifika, relax, akule. After that, mweleze shida zako. Sasa wa mama, all right. Namba mwisho, wanaume hawapendi kufanyiwa comparison. Mwanaume hawapendi kufananishwa na mwanaume mwingine. Hata saa ile anaendesha gari alafu mtu overtake kumwambia ona hii mzee. Unaona hii mzee vile anaendesha gari smart, na anaenda mbio. Mzee anasikianga akanyange mpaka mabati.
Never compare your man with another man. Is unique in his own way. Iko sawa mama? Na wazee nilisema tafadhali tuheshimu wa mama pia. Murudishange mkono. Mtu anasema hakuna kitu alileta, hii mama alikuja hii boma. Akuleta nini? Mnataka niharibu, siwezi haribu sahi. Ati hii mzee ni bure. Si amekupea watoto. Hata kama hafanyi chochote, wacha niongelesha hao. Nyinyi nimemalizana. Mkifika Amerika msikosane. Hiyo ilikuwa labda lakini najua nyinyi mnapendana. Najua mlianzia sweetheart, bado mko kwa sweetheart bado. Najua wengine walianzia sweetheart, darling. Wakashuka, kaenda, wakafika mpaka Ng'ombe. Mko wapi sasa hivi? Acha tusikie kwa wazee hawa. Kitoa une sweetheart, tupocha nungu nayo. Mmefika. Mnakumbuka ile masweta imeandikwa king na queen? Wangapi walivaa na bwana yake? Wangapi walivaa? Nimeachana na akina nani? Wangapi walivaa ile shati? Amukuvaa? Kumbe amuyuko Kenya. Wale walivaa, how is the kingdom? Taitinye sweta, uko na sweta ama ukiona unasema isindwe, nichukute nikivaa. Tafadhali wapendwa, ndoa ni mzuri. Na niliambia watu, hakuna kitu tamu kama ndoa. Iko sawa? Yaani watu wanasema ndoa ni mbaya na bado wananona kwa boma. Kama mtu ndoa ingekuwa mzuri wa mama yote hii wanono hii akina Rebeka. Tosimiga mwa. Mtu asikudanganye ndoa ni mbaya. Ndoa ni mzuri. My brother, I know my time is over. So please let us okay. Thank you my brother. Sababu umeniambia hivyo. So ndoa kila mtu achunge ndoa yake. Mama chunga mzee yako na wewe mzee chunga mume wako. Na wale wa mama wanasema sichaolewa. Niliona mwingine akitusi mwingine juzi, unaitwa sweetheart, kitu ya shilingi 10, sweetie ya shilingi 10. Sisi tumeitwa ng'ombe na hatujastuka, ng'ombe ya 80,000. Watu wakiwa wanapendana waachana kuingililia kati. Ndoa isikwe interfere. Watu wakitana sweetheart mpaka meno ishe soso. Wakitaka itana ng'ombe ya 80,000 soso. Kila mtu achunge lane yake. Let us take care of marriage and let us pray that our marriage itadumu katika jina la Yesu. Tunabariki ndoa ya Mwangi na Cheruta, tunasema obegen, muende muonyeshe watu kula America that marriage works. God bless you. God bless Kenya and America. Asante, mpigieni makofi tafadhali. Let's appreciate. Pigieni makofi one more time.